Bwana Yesu asifiwe. Karibuni tena katika kipindi chetu cha kujifunza neno la Mungu. Ndugu zangu, leo nawakaribisha ili tuweze kujifunza neno la Mungu ambalo litatufungua ili tuweze kuwa na matumaini katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutaenda kujifunza somo letu linalosema kwamba makusudi ya Mungu katika maisha yako. Makusudi ya Mungu katika maisha yako maana yake ni nini? Mungu anapofanya makusudi yake katika maisha ya mwanadamu, hakuna mtu ambaye anaweza akazuia makusudi hayo ili yasifanyike. Leo tutaenda kujifunza ili jinsi ya kuweza kujua hayo makusudi ya Mungu anayotaka yatokee katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ambayo Mungu amekusudia katika maisha ya mwanadamu au katika maisha yetu, amekusudia mambo mazuri sana. Siku zote Mungu hatuwazii mambo mabaya. Mungu anatuwazia tuwe na uzima, tuwe na baraka, maisha mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Amani katika ndoa na mengine na kadhalika ambayo ni mazuri anayotaka yatokee katika maisha yetu. Tutaenda kuangalia katika kitabu cha Yeremia ile sura ya 29 mstari wa 11 ili tuweze kuona makusudi ya Mungu juu yetu sisi wanadamu anayotukusudia ili yatokee. Bwana Yesu asifiwe. Makusudi ya Mungu tutasoma katika kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari wa 11. Anasema, maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Mungu anayajua mawazo tunayowaza sisi, yani tunayomwazia sisi. Ila Mungu yeye anayajua kwamba sisi anatuwazia makusudi mazuri na wala sio makusudi mabaya. Siku zote Mungu anatuwazia sisi mambo mazuri, isipokuwa mwanadamu ndo anawazia mwanadamu mwenzake mawazo mabaya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tunaweza tukajifunza hivyo kwamba Mungu hajawahi kutuwazia mambo mabaya juu ya maisha yetu. Siku zote anataka mema na mazuri yaweze kutokea katika maisha yetu. Tuangalie katika kitabu cha Ayubu sura ya 42 ule mstari wa 2. Anasema kwamba najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tunaona Mungu anakuambia kwamba anayajua mawazo yetu na makusudi yetu, isipokuwa makusudi ya Mungu hayazuiliki. Hata kama awe ni nani, hawezi kuzuia makusudi ya Mungu kwa mwanadamu. Kwa hiyo Mungu hapo tunaona anatuwazia mambo mazuri na makusudi yake ni mazuri juu yetu sisi. Na hakuna mtu ambaye anaweza akazuia makusudi ya Mungu ili yasitokee katika mwanadamu. Kama Mungu amekusudia wewe upate baraka, utapata. Hakuna mtu wa kuzuia, awe mchawi, awe mganga, ushirikina, sijui nguvu gani ambazo sio za Mungu. Zote zile haziwezi zikazuia makusudi ya Mungu yasitokee. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndugu zangu, nipende kuwasihi kwamba ni jambo tu la kuamini katika Mungu ili Mungu awe na makusudi mazuri juu yako wewe. Hivyo basi, naweza nikatoa mfano mmoja wa Yusufu alivyouzwa na ndugu zake huko Misri. Kwa makusudi hayo ni makusudi ya wanadamu. Sasa kusudi la mwanadamu, yeye mwanadamu anakuwazia mabaya juu yako wewe, ila Mungu anatuwazia mema juu yetu sisi. Bwana Yesu asifiwe.
Hapa tunaweza tukaenda tukaangalia tena kitabu cha Mwanzo ile sura ya 50 mstari wa 20. Anasema, nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu alinikusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Bwana Yesu asifiwe. Hapa ni Yusufu. Yusufu anatuambia kwamba walimkusudia mambo mabaya ndugu zake, lakini kumbe makusudi ya Mungu ndani ya Yusufu ilikuwa ni kuja kutawala katika taifa kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndivyo mpaka ilivyo hadi leo. Mtu anaweza hakusudia mabaya, ila yale makusudi yaliyopo ndani yako ya Mungu mwanadamu hawezi kuyajua na hawezi kuyazuia kwa dawa au kwa ushirikina, kwa uganga au kwa nini, hawezi kuzuia hata siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa tunajifunza kwamba kusudi la Mungu linalokuwepo ndani ya mwanadamu hakuna mtu ambaye anaweza akalizuia, ila kusudi la Mungu alilokuwa ameliweka ndani ya Yusufu ndilo lililoshinda. Kwa hiyo makusudi ya Mungu, Yusufu akawa mkuu ndani ya Misri. Hata ndugu zake hao waliomuuza wakaenda tena kuomba msaada kwa Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kusudi la Mungu linapotokea katika mwanadamu, hakuna mwanadamu yeyote anaweza kulizuia. Uwe uchawi, uganga, ushirikina, hauwezi kuzuia kusudi la Mungu kutokea katika maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Nipende kuwasihi ndugu zangu, tuendelee kuamini katika Mungu. Tumuamini Mungu wetu wa amani ili aweze kufungua milango ya baraka, milango ya amani, amani katika ndoa, amani katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe.